Limelia la mgambo, kiona mtu analia kuna jambo. Huku kwetu kumenoga, tawa Muungano, usivamie vikoba, tawa Muungano, utaokotwa kama boga, tawa Muungano, natamani kuwa loga, sema ndo iwezekani. Mganga naye anataka pesa, bila milioni kilingeni tumiwa torewi busha. Nataka niwape siri ya vikoba zenu, niwape siri ya vikoba. Bora nimewaona. Maana nilikuwa nataka nitoke hapa niwafuate huko ofisini kwenu. Kuna nini mecha usiku? Kuna nini? Hamna jambo jingine zaidi ya lile. Vikoba. Vikoba sasa najua. Niambie maana Nanilia Dameli aliniambia sema kunaniambia dada zote kwamba tutakutana lini. Hebu niambie. Vikoba tumeshapanga siku ni siku gani? Ni siku ya Ijumaa hii. Muda ni saa 9. Ndio muda wa kukutana. Kama kawaida. Panda Isa. Kama kawaida. Ase? Ijumaa hii muda ni saa 9 kamili. Hiyo safi sana hiyo. Unasikia brother? Mimi nilikwambia. Yes, ninakumbuka ndio linapia. Dacha usiku tuelekeze vizuri, Saa ngapi tunakutana? Dacha usiku. Abe. Vipi? Safi. Uko poa? Niko poa kabisa si wewe? Nimekuja bwana. Poa, kuhusu ile naniliu, kuhusu vile vikoba. Vikoba? Vikoba vile nilivyokuambia. Kwa hiyo siku tushapanga ni siku ya Ijumaa hii. Ijumaa? Basi haina shida sister. Tupo pamoja. Haya sawa. Haya. Dacha usiku. Haya karibuni. Asante. Poa basi madam cha usiku tutalifanya kazi acha tukajiandae kidogo. Haya sawa. Haya poa. Okay. Limelia la mgambo, kiona mtu analia kuna jambo. Huku kwetu kumenoga, tawa Muungano, usivamie vikoba, tawa Muungano, utaokotwa kama boga. Katika lile jambo tulokuwa tunalisubiri la kikoba, ndio ile hapa leo ndio siku ya Ijumaa. Kwa hiyo katika watu wote nilopata nimewapata watu wangapi? Watu 20. Katika watu 20 hao, kwa hiyo badala naniliwe kuanza kwetu sisi, tunatakiwa katika hao watu lazima tupate viongozi, akiwemo mwenyekiti, katibu, mweka hazina na mtunza nidhamu. Ndio inahitajika. Badala ya kupata uongozi, tunabidi tununue kuna vifaa ambavyo vya kutumia si wenyewe. Na wasikilizeni nyinyi. Watu 20. Tulofika hapa ni watu 7. Manake wengine wana uzuru wa kudumu, kwa hiyo watakuwa wanaagizia hela. Kuna swali moja nilikuwa nauliza kwamba umezungumza kuhusu tranka ambalo tutatumia kwa ajili ya kuhifadhi hizo hela, si ndio? Je, hilo tranka tulipataje kutokana na idadi ya watu waliopo kwenye kikundi? Tranka hilo fundi wa kulitengeneza kaniambia ni 30,000. 30,000 hiyo napataje? Yaani sisi tunagawana kwa watu 20 wote. Kila mtu anahitajika kidogo ili begani. Imadi tupate hiyo 30,000. Share. Nataka kujua ambao hawapo. Hebu tusomee majina yao tupate kuwajua.
hayupo ni Rahma, Komba, Mudi, Salma, Amina, Jamila, Vivi, Mwajuma, Sofia, Joni, Juma, Hamisi, Asmani. Samani, nilikuwa nataka niulize swali kutokana kama aliuliza yule mwenzangu pale mwanachama kwamba yeye alishazungumzia kuhusiana na swala la tranka, na hapo awali kipindi unaanza maongezi yako ulizungumza kuna vifaa ambavyo vinatakiwa vipatikane, na kifaa kimoja hapo alishakizungumza yule mwanachama mwenzetu pale. Sasa tulikuwa tunataka tujue ni vifaa vipi ambavyo vinahitajika baada ya hicho alichozungumza yule mwanachama mwenzetu pale. Vifaa ni tranka, madaftari tushanunua. Kwa hapo ni tranka tu. Samani, nilikuwa nataka kuulizia kuhusiana na hiyo mikopo aliulizia yule mwanachama mwenzetu pale. Maana sisi tushazoea kwamba kuna vikundi vingine, taasisi zingine tukienda kukopa kwamba kuna riba tunarudisha. Kwa mfano mtu kikopa laki unaweza kumwambia laki na nusu. Umeona? Sasa nitaka nijue kwenye hichi kikoba chetu kwamba tunapokopa tukarudisha huo mkopo tunarudisha vipi? Kuna riba au tunarudisha tu free? Kuna riba na bima. Riba na bima. Jamani, kuna mwingine mwenye swali? Hakuna. Hamna kabisa. Haya, kwa umelizika? Haya, sawa. Sasa hapa tunaingia kwenye habari ya nini? Tranka. Tranka na uongozi. Tranka si elfu ngapi? 30. Kwa hiyo tunaigawa kwa ngapi? Saa 20 kwa 1500. Na kwa 1500. Haya. Haya, sasa mchango sasa. Kiongozi, mimi hela yangu hapa sina, ila nikitoka mazingira ya nyumbani kuna nitakugea. Hapa sasa tujitahidi, kwa sababu najua hapa katikati mtu akipata tu alete, maana mpaka siku ya naniliu tena hiyo Ijumaa nyingine tuwe nalo hapa. Leo nimeshakamilika. Nenda hicho ndio nitapaga hiyo. Hao wengine hao nimeshaambia, kuna baadhi wamenipa, kuna wengine bado. Kwa hiyo hapa katikati nitakuwa shazipitia nili zimetimia. Haya. Sasa tunaenda kwenye uongozi. Pendekeza. Nani? Tunaanza uongozi kwanza. Mweka hazina. Mimi napendekeza Dabonge. Wapi? Mimi mtoto wangu mnamjua kimdokozi, mtaa mzima mnamjua. Mimi kumkinipa kuweka kitu hapo siwezi. Nitakutataa alipotaka, alipo chochote. Sawa? Tuntatina au dada Mary hapa. Hata mimi naona tumpe dada Mary anafaa. Mwingine? Naona ana hazi. Hapa mwenyekiti. Mwenyekiti tumpe dada Bongo. Kweli anafaa. Mwingine? Hapo ni naniliu. Katibu. Wewe mwenyewe unafaa. Kabisa anafaa mwenyewe, unafaa kwa mimi. Imeisha katibu. Katibu imeisha.
Haya sawa. Nani Liu, mtunza nizamu bado? Alafa. Haya cha upepo. Haya, nawe? Hata mimi niko na support kwa sababu unaanza awe nani yule mtaja mdogo ambaye hayupo nani yule? Bonge. Sasa vizuri. Hapo sister, unasema jina lake nani? Cha upepo. Cha upepo. Haya. Anafaa sana. Anafaa. Haya sawa. Kwa hiyo hilo jambo hilo limeisha. Haya sawa. Hapo kuna kitu nimesahau. Nani? Nini? Hapo kuna cha kuongezea. Makufuli. Hapo sasa. Na ndio nilikuwa nasema kuna kitu nimekisahau. Nimesahau makufuli. Katika nadili huo mchango tutapata hapo, tutaongezea miangapi tutapata makufuli. Maana makufuli yanatakiwa awe 3. Makufuli 3. Sasa kama makufuli 3 katika hiyo uongozi yaani hizo funguo. Hatuwezi kuwa sisi viongozi. Washika funguo wanatakiwa wawe wengine. Kwa hiyo hapa tutachagua. Basi sawa. Kupendekezo shika funguo jamani. Wapendekezo. Nani? Nasi na mwingine nani? Yeye mwenyewe. Na Zawadi. Mwingine Alex. Sawa. Ndio unafaa. Lazima uwe na uongozi. Limekwisha hilo. Samahani, kwani watu wangapi ambao wamechaguliwa? Mimi, mwingine? Wewe, Zawadi na Alex. Ala sio nafsi hapo tayari nini? Sawa, acha lipite. Haya sawa. Haya kwa hilo hapo. Jamani. Hii sio swala la masiao. Umechaguliwa kwa uongozi kutunza hizo funguo. Jamani, mimi nawashauri hizo funguo wekeni, yani linda kama unavyolinda roho yako. Jamani, tujitahidini kuwahi. Saa 9 kamili. Ikivuka na dakika hii, faini 1000 hapa. Hatuna mjadala na hatutaki masiala. Faini pale pale. Hamna kusema baadaye tutakata jamii yako, utapanda bila jamii, utapanda isatupu. Na wiki ijayo tutakudai jamii yetu. Sawa. Kitu hiki kimoja kinachotakiwa. Tuwe tunamsimama. Hiyo imeisha. Mimi cha kuongezea tu kwa sababu nishanipa nafasi ya uwenyekiti, ngoja nianze mambo. Yaani mimi ninachositaka kwenye kikoba ni siri jamani. Sio mmetoka hapa tena mmeenda kuongea huko, inakuwa ileti maana. Umenielewa? Pesa shetani. Ndio. Sawa, tumesikilizana. Na ukitoa siri nje hapa, faini 50,000. 50,000 hiyo tutakuangalia na tutakufikiria. Uwepo kwenye kikundi, 50,000 unatoa na kwenye kikundi tunakutoa. Hatutaki masiara. Kwa hiyo tumemaliza. Bila kikao kingine. Tutaanza kununua wiki ijayo Wiki ijayo. Maana kwa leo tumechagua kwanza uongozi. Tutanunua wiki ijayo. Mambo yote yatakuwa yashakamilika. Sawa. Kikao tumekigairisha mpaka wiki ijayo, Ijumaa mapema saa 9 hapa. Vipi nafsi kikao tulichokiongelea pale? Kikao kwa upande wangu kidogo nimeona kizuri. Sio kwa upande wako. Aisee, nimefurahi sana yani mwanangu kwa sababu nilikuwa na mpango wa kufungua biashara fulani hata duka, saluni, unaona? Nilikuwa na mtaji kama 500,000, unaona? Pia nilipoenda pale kwenye kikao, mkopo kumbe ipo bwana. Sasa nimefurahi sana mwanangu. Kwa upande wangu kikao mimi nikaona kizuri. Kikao ni kizuri, tumeenda vizuri tu. Ila ndio sisi ni binadamu.
tukiwa katika sehemu kama zile pale juu tuwe na machi zaidi mawili. Si unaelewa kwa maana unajua zile ni pesa. Basi ngoja nikutoe wasiwasi mwanangu. Unajua atabadilisha yule mwisho. Biashara aliyofungua ya unajua nimuulizaje? Siri mafanikio yako nini? Akasemaje? Alikuwa anacheza michezo nini vikoba, mtu wa siku kaaminika, hisa zimepanda. Kakopa mkopo 800,000. Umeshuka kufungua biashara. Mimi nikafurahi sana kuona nipata hiyo fursa. Unaonaje kwa mfano nikakopa labda 500,000? Naam. Unasemaje? Nimerudi. Nipo huku bwana. Vipi, kuna mchongo wote au? Kuna mchongo na ugui kama wote. Njoo basi. Njoo. Mke wangu nipe habari, maana tangia zile siku tulivyoongea kama siku 3 nadhani zimepita, sasa hatujaongelea tu. Umeona? Yaani wewe hacha. Si unajua nini cha usiku? Anakujua. Haya. Yaani hapa yenyewe huko nishapata na chama 20. Kwa subiri 20 hiyo kivipi yani? Yaani 20 kwa mmoja au yani wawili, yani mtu kaandika jina moja? Hao ni mmoja. Yaani hao ni mmoja. Yaani wewe acha. Hapa yenyewe nimeshaambiwa tranka. Ndio. Tranka bei gani? 30,000 nimewaambia. Kwa hiyo kumbe tranka shilingi ngapi? Tranka nimeongea na ule mchemesha tranka ule. Kaniambia 20,000. 20,000? Mapema tushaanza kubaruza kwa hiyo utafungua biashara. Hivi unadhani nitakuwa mtu wa kawaida tena? Sitakuwa nimeshafaulu tena. Ni kweli kwa upande mmoja au mwingine makundi kama yale huwa yanasaidia. Ila kwa upande mwingine pia huwa anatia hasara. Hiyo unafahamu kwa sababu wewe kuja kuangalia sisi pale tunawaamini, lakini wao ni binadamu. Unaona? Kwa hiyo tunasikia tu kuna wizi kibao, nyingi watu wanaiba. Ni pesa kwa sababu ni hela zile. Na unadhani mwenyewe unashuhudia katika vikundi ambavyo vya awali huko ambavyo tumeanza navyo kabla ya kufika katika kikundi hichi. Ndio. Umeona? Watu walianza kama hivi ambao pale kwa watu hamasisha, watupa moyo, wanatujaza na sisi tunaitikia, tunaona sasa, lakini hapo awali na wao walikuwa hivyo. Lakini mwisho wa siku wakatuacha katika mataa, sehemu ambayo sintofahamu. Nashangaa watu wamekimbia na sijui nini, sijui simu weka hazina, si akimbia na pesa, si ni iko hivyo siku zote. Umeona? Mwanangu acha uoga bwana. Yaani mambo yote tuongea pale bado hujaelewa, unaona kwamba tuko serious na kazi. Watu wa kazi tunafanya kazi mwanangu. Au unasemaje? Hapo mwanangu unaogopa tena nini? Wakati kweli siogopi. Sio kwamba nina wasiwasi sana kama unavyodhania, hapana. Ila tu naomba tuweke uangalizi kwa sababu mambo haya yashapitaga, tushapitia vitu kama hivyo hapo, umeona? Basi ni hivyo tu ndugu yangu. Basi sawa mwanangu, tuweke ofisini au tuweke wapi? Atwani tu ofisini kule. Tutaelekea wapi sasa? Basi twende. Wanaosema mwanzo mgumu hapo wao tu. Lakini wewe kiboko, yani hakuna kama wewe. Nani kama cha usiku? Hakuna kama cha usiku. Hapo wenyewe nasubiria ndani hapo siku kadhaa. Naambia madaftari yameisha. Uwabaruza. Na wabaruza. Umesikia? Yaani sasa hivi mwendo wa kula nyama tu. Yaani masuala ya dagaa siku hizi hakuna. Dagaa utaishi huko baharini. Umeona? Lakini huku nyumbani kwetu hatukutaki. Kwa hiyo yani unamaanisha, kwa hiyo yani tuseme wale wengine yani wote jumla moja kwa moja ile fresh na hapo wenyewe ndio siku 2-3 naambia madaftari yameisha, wakinipa hela mimi hapa tu. Yani wewe mwendo wa kubaruza tu mke wangu, yani fursa kama hiyo ikitokea toba.
Manake ndo naishi nayo. Unajua yani mimi siamini, unajua mpaka dakika hii. Hivi watu wametuamini vipi yani? Hivi kweli sometimes, ila sema mimi nakwambiaje, umesikia? Mwaka huu yani ndo mwaka wetu. Tusipotoboa sasa hivi utaniua. Yani hebu kwanza acha nikupe maua yako, maana maua yako nikupe mapema kabisa. Ni kabla sio mpaka siku nisubiri mtu umekufa. Sikuombe mke wangu, maana sije nikakosa madili ujue. Kwa kweli. Kwanza masala ya maua yani maua yako yani mapema maana yake. Sitaki mambo mengi yani. Umeona? Nipe michambo hey tu zedi. Wanawake na wajua nyinyi. Amchelewe uje kubadilika ujue. Sio baadaye tena unakuja unapata kidishosti au unamkuta mtu anatembelea ndinga anza kukushawishi unaona mimi jau unajua. Mume wangu. Nitakuroga nakwambia. Mume wangu, mimi sio kubadilika. Yaani we acha sasa hivi. We lazima tutoboe. Mume wangu hapa ninavyokujua. Hapa tutaongea mpaka kesho. Ngoja hapa ninyanyuke nikapike kwanza kakorofisha sasa hivi hapa. Sasa hapo ndo nilipotaka mimi. Unajua kwa sababu gani? Unajua tangia mwanzo ile unatokea huku. Umeona? Nikataka nikwambie kabisa wewe mke wangu. Hebu kwanza pika kabisa ufanya makorombwezo. Sema nikasema kutokana na umenipadili la maana. Yaani la sivyo hapa. Ingenuka, lakini sema bahati mzuri umeongelea masuala ya kula na mimi tena na ubao kishenzi hapa nilipo. Hebu kaa ukafanye mandingo. Haya sawa mume wangu. Bwana. Mimi ndo nakukubali. Oya. Utaongea mpaka asubuhi. Wewe unakapika. Oya. Kiu. Ili jembe hili. Limelia la mgambo, kiona mtu analia kuna jambo, huku kwetu kumenoga. Mtaa wa Muungano, usivamie vikoba. Mtaa wa Muungano, utaokotwa kama boga. Mtaa wa Muungano. Nishakwambiaga haya mabao watu wakileta kutoka site ili wapange. Umeona? Sasa mbona angalia kama hivi zipo changuka kama hivi. Unafikiri hapo hesabu unaipata vizuri hapo? Sema mbona zipanga unaona? Na kwa sababu hii kazi yangu lazima nifanye. Lakini kuna kitu kimoja mwanangu, kila siku nakwambia mwanangu kwamba mtu akija ambaye sio mtu, yani mtu mwingine akija hapa anakuja kwa sababu yani ashadharau ndio maana anakuja hapa, unaona? Kwa mfano yule jamaa unaona, nilikwambia kabisa jamaa usimpe mzigo kwa sababu mimi namjua yule Meisho, unaona? Sio mara kwanza mara pili, unaona? Nilikwambia kwamba usimpe mzigo, lakini ukampa. Mwisho siku leo karibia wiki naisha hajaleta mzigo. Sasa maana yake inakuwa hivi, inakuwa hapa tunacheza, sio tunafanya kazi, unaona? Kwa sababu hapa tunafanya kazi tupate hela, unaona? Sasa mwisho siku inakuwa michezo. Sasa mwanangu inakuwa sio vizuri bwana. Ni sawa, lakini tambua hili jukumu ni la kwako wewe kufuatilia hizi pesa na nini, kwa sababu huwezi kusema eti mtu yule atu hela eti kadakodisha mbao eti usimpe mbao. Fikiria hela unapataje wewe mtu usipompa mteja nani mzigo? Umeona? Kwa hiyo jukumu la kufuatilia pesa ni wewe. Umeona? Mzigo umeondoka site, wewe unajua mzigo umeondoka kiasi gani. Umeona? Mzigo unataka kurudi, unatakiwa urudi lini? Umeona? Na ujue je idadi ziko sawa, lakini sio kama hivi angalia ambao zilivokaa hivi. Hivi mtu akisema bwana hapa hizi mbao nimekuletea 50. Hivi wewe utakuwa na mudu kweli wa kuhesabu mbao kama zipo kama hivi? Lakini mbao zilikuwa zimepangwa vizuri, una uwezo kuhesabu. Umeona bwana? Hii kazi yetu yote, kazi yetu sote, sio kazi yangu mimi ya kufuatilia, unaona? Kwa sababu hapa wote tunafanya kazi, unaona? Wewe unafanya kazi. Kwa hiyo ukiona mtu kazingua tu unaweza kufuatilia, sio mpaka mimi, unaona? Ni kweli. Ila mimi nina mambo mengi. Angalia kama hivi. Sasa sikiliza, tusilumbane sana, umeona? Wewe tafuta vijana mbao wape hela. Waje wapange mibao hapo fresh. Ila kuanzia leo uwe makini.
watu wakileta mzigo ufanyeje? Huo unaambiwa apange. Sawa bwana. Sawa, lakini shida nini? Watu wengine wanafanya sometimes, yaani watu wengine wanafanya uvunjike moyo, unaona? Lakini mimi siwezi kuvunjika moyo kisa maneno yao, japokuwa wanaleta dharau, wanachukua mbao wanakanazo wiki, unaona? Lakini sio issue, unaona? Sio issue. Hadi usimali ukanichoma, unaona? Afu jamaa mwenyewe tayari aleti ambao aleti. Tusipoteze muda sana. Nijue hiyo namba ya jamaa, mimi nitampigia hata nitamalizana naye, sawa? Kumbe namba yake una? Mimi sina namba yake. Wewe nipe namba yake. Nitamalizana naye. Wewe mwanangu useme tu ukoje yani? Wewe nipe namba yake, mimi nitamalizana naye. Wewe sikia, wewe katafute vijana waje kunania hapa. Katafute vijana waje kunania hapa kupanga panga ambayo utawapa posho zao, sawa? Tusipoteze muda. Wewe katafute vijana, chapa. Basi kwa mwanzo kaangalia vijana hapo juu afu kuja nao. Lakini mwanangu kuwa makini sometimes. Unaona? Kazi hizi inabidi tunatumia nguvu, tunatumia akili pia. So inabidi usipokaza wenzako wanakukazia, au sio? Poa nani? Poa. Yaani ndio umekuja wewe? Limelia la mgambo, kiona mtu analia kuna jambo. Huku kwetu kumenoga, tawa Muungano, usivamie vikoba, tawa Muungano, utaokotwa kama boga, tawa Muungano, natamani kuwa loga, sema ndo iwezekani, mganga naye anataka pesa, bila